mchangamfu, yani mkorofi muda wote. Hiyo sasa sio hiyo tena, unaniuliza tena mimi mhusika, unaniuliza tena mhusika. Hao ndio waulize hao huko. Wewe ndio mhusika. Sio mkorofi, yani sio mkorofi, mchangamfu. Mimi napenda sana. Mimi napenda kufurahi. Yaani wewe hata ukimchukia kufanya nini, lakini mimi napenda kufurahi mwenyewe. Ndio silaha yangu kubwa. Masalanga, turudi kwenye lifestyle. Ni mtu wa namna gani? Mtu mmoja ambaye kwanza namwamini Mwenyezi Mungu. Na nampenda kila mtu ambaye ananisupport na yule ambaye hata anisupport pia nampenda. Na ni mtu mmoja ambaye nipo tu wa kawaida. Yaani simlingii mtu wala ukuti nikimdharau mtu siwezi. Ukiona nimekudharau, ujue kuna kitu ambacho nimefanya mpaka mimi nikudharau. Masalanga, ni namna gani unavyoweza kuhandle pressure ukiwa na forward 1v1? Na ni kipi hasa ambacho kinakuja akilini mara ya kwanza hapo kisha kukutana na striker? Ni kusave tu. Yaani unasave vipi wakati yeye ana mpira? Kusave kisikio nimesha save. Wewe utajua mwenye lile goalkeeper eti alidaki na kwa hiyo mimi kusave tu. Yaani usiingie golini. Ile goalkeeper wewe mzuri, yani haujalishi. Haujalishi kwamba ile goalkeeper wewe unafanyaje. Yaani wewe ni kusave. Hata mpira ukigonga hapo ukatoka nje. Mimi save. Uwezo mkubwa kwa Masalanga kurusha mpira kwa mikono. Uwezo huu. Alafu mimi nashangaa sana kuniambia kwamba nina uwezo wa kurusha. Mimi naona sina uwezo wa kurusha. Sasa hivi nimepungua kidogo. Lakini zamani ndo nilikuwa narusha sana. Lakini hata kudaka pia, mbona msemaje Masalanga hajakudaka? Mnataka tu kurusha. Kudaka na kulikana. Basi huo ni uwezo tu wangu binafsi. Mwenyezi Mungu ndo kanijalia. Inachagizwa na nini? Mazoezi pia. Yani mimi bwana nilikuwa na story moja, nilikuwaga nacheza mashindano kwa yalinikata japo sikucheza, lakini ndio maana nakwambia zamani nilikuwa nilirusha kutoka ile kule goli la chini kule Karume mpaka huku kulikagonga bati unajipa ATF. Ndio hapo mpaka nitoa wala kumbe wala ilikuwa yani zamani ndo nilikuwa narusha sana, lakini sasa hivi nimepunguza sababu sijui labda umri unaenda sijui. Masalanga mchezaji gani huwa anawahi sana Masalanga? Wewe hapa leo wa kwanza umemwona nani? Hapa uwanjani wa kwanza umemwona nani? Mimi lazima niwahi. Anachelewa. Baka. Hivi hapo. Utamwona yuko wapi? Unamwona baba? Yuko wapi? Yule amefika muda mrefu. Kumbe umeona sasa muda wa kufika saa ngapi? Saa 9. Sasa hivi angalia saa yako. Dakika ngapi amefika? Huyo ndo baka. Kitu gani huwa unafurahi sana kwa mazoezi? Unafurahi sana mwalimu. Kwanza mazoezi ambayo yanatolewa tofauti na huko tulipotoka. Tulipotoka mazoezi sio masiala. Huko ndo amezidi sana. Huko amezidi kwa sababu una level jinsi kwa sababu hizi timu kubwa hizi lazima upate ushindi. Yaani unafanya mazoezi yani yana pia ya ziada. Hivyo. Kama kufika sasa Masalanga na yupo kwenye mpuzo wa wananchi. Ni tukio gani ambalo wanasema kwenye kariera yangu ya soka mpaka kufika sasa hivi siwezi kulisahau? Baya au zuri? Tuanze na zuri. Kwanza kufikisha timu ya taifa. Yaani nimevunja rekodi. Nimevunja rekodi. Nyie si mnaona kawaida huko. Mimi huko Morocco nimevunja rekodi. Sasa kama nyie mtajua wenyewe rekodi gani mkatafuta. Mimi mwenyewe Morocco nimevunja rekodi. Kwanza hiyo ndio kitu ambacho kimenifanya nimefurahi sana. Kitu kibaya. Watu wabaya sana. Basi watu wanaongea watu vibaya. Kitu kinakata. Kuna mtu mmoja aliongelea, sio jambo zuri kuongea kwenye media, lakini Mungu anapanga kila kitu. Na hata juzi wakati narudi kambini nikatiwa tiketi na ndege na Yanga, nikakutana naye kwenye ndege. Ni kiongozi mkubwa, alinichafua, sikupenda. Hilo tukio ndo nalikumbuka mpaka naenda kaburini. Nitalikumbuka, hautamsamehe. Nikiwa naliongelea kidini kwetu sisi, nikiwa naliongelea mara kwa mara, unakuwa bado hujamsamehe, si ndio? Lakini hapo sijui nisemaje, lakini ni tukio ambalo sio zuri na siwezi kulifuta kwenye kumbukumbu yangu. Yaani hata aje nani? Yaani katika tukio langu hata utanifuta yote, lakini wale Masalanga, sisi waandishi wa habari wa michezo tuna wingi sana wa taarifa mitandao. Wewe unapata muda kupitia comment za wanamichezo au wachambuzi na zinawaathiri kiasi gani? Zamani bana, umeuliza swali zuri bana. Tegemea kama unaweza kuuliza hivi. Zamani nilikuwa nasoma. Hapo zamani kidogo nilikuwa kama miezi miwili mitatu nilikuwa nasoma comment. Lakini sasa hivi sisomi kwa
sababu nimejua kwamba unapozisoma hizi comment zinakuweka katika hali gani, kwa sababu hali hiyo wachambuzi sasa utakuta kuna wachambuzi wanatoa zile opinion so fact. So mtu akiwa anamuelezea mchezaji sio kama ni fact, anaweza akawa ameelezea tukio moja. Nyie kwenu kwa wachambuzi wa soka inachukua nafasi gani kama wachezaji kwa wachambuzi fulani wa media fulani akiwa anaongelea timu fulani na kuelezea kwenye kama wachezaji huwa mnachukuliaje? Yaani watu inawauma sana. Juzi kuna mtu kaniongelea mimi afu nikaa naonesha kwenye tunaenda mazoezi kwa Dodoma. Nilikuwa naonesha washikaji tuko tumekaa nao nyuma kuna wachezaji. Yaani unaona jinsi gani watu wanavyoumia. Yaani naongelewa mimi lakini kuna watu wanaumia. Sasa mtu mpaka anakuongelea hivi. Eti Masalanga baada ya kusajili Masalanga ndio watu Yanga nakosa shuti ya mtaji. Kweli. Ni kweli. Yaani unajua ni kuna vitu vingine vya kuchekesha lakini wewe unafikiri unajisikiaje? Yaani mimi baada ya usajiliwa Yanga ipate ukija kujiuliza ni maswali mengine lakini kuna watu wengine sio kama hivyo unaacha tu lakini sio vizuri. Yaani sio nzuri kama huwezi kuongelea kitu au huwezi kuongelea mtu. Bora ungenyamaza tu. Chambuzi wajua watakuwa wanaweza kuchambua wakachambua. Ni save nazo nyingi sasa. Wakati niko Ruvu nilikuwa napiga save. Wakati niko Ruvu ndio golikipa alikuwa na save nyingi msimu huu. Ndio nanunuliwa kutoka Ruvu naenda EF. EF ndio ikaenda kununuliwa. Wakati nilikuwa napiga save kaka nyingi. Sasa siwezi kuanza kusesemea zipi. Lakini save moja ambayo naikumbuka kubwa. Save ya timu yangu hii ya Saidia. Daka penalti wao jamani mng'ang'ania kabisa penalti yake. Sijui mchezaji gani mimi simkumbuki lakini hiyo ndio save yangu bora mpaka leo. Na unakumbuka kama ile save nilivyo save nipedaka penalti kama kawaida nikarusha tukapata goli la ngapi? La pili tukawafunga. Mshambuliaji jana mwe kwa tishio baba. Mshambuliaji. Hapa kwa Mtanzania na mimi sijawa tishio kwa mtu. Yaani yeye akaja mimi namuogopa. Wewe hamna. Mimi nimeshacheza sasa hivi na kina Diaz huko kina nani hamna shambuliaji. Kwa sasa football mchezo wa mpira wa miguu umekuwa kama ni moja kama imekuwa mastaa sana. Hii kwenye lifestyle yenu inawaathiri sana. Mwisho. Sababu hata unashindwa hata kufanya vitu vyako vingine vya muhimu, secret issue na ile unashindwa kufanya kwa sababu ya kila mtu sana kujua, lakini yote maisha, kwa sababu tumechagua huko kana bonga na nashukuru sana. Nasema ligi yetu imezidi kuwa bora kwa sababu ukija hata kuangalia sisi kwa upande wetu kwenye timu tumeifanya pia imekuwa bora. Sisi tumefeli kwenye Champions League. Feli lakini angalia pointi tulizokuwa nazo sisi. Alafu angalia timu ambazo zimepita. Kwa hiyo itakuonesha jinsi gani sisi ligi yetu ilikuwa bora. Kwa hiyo ligi hili iweze kuwa bora na unaiona hiyo bora, lazima kuna watu ambao wamefanya vitu ambavyo vinaonekana bora. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba ligi bado bora mpaka sasa. Na hizo changamoto kwa kweli sizioni. Kama kuna changamoto basi kuna mamlaka husika ambao wanaweza kuzikidhi hizo changamoto zao zikaisha. Kuna tofauti gani kati ya kucheza Young Africans na kule ulipotoka? Tunafahamu unatoka kwenye timu ambazo hazina pressure ya mashabiki, unakuja Young Africans, timu ambayo inaangaliwa ndani na nje ya nchi. Vipi pressure yake inatofautiana na kutoka umetoka Young Africans kwa tofauti mmoja? Kwanza swali lako tafadhali umeniuliza hilo alafu na umejibu mwenyewe. Timu iliyokuepo haina mashabiki wengi ndio kuepo hapo mwanzo. Sasa hivi ni timu ambayo ina mashabiki wengi. Pressure ni kubwa. Yaani pressure ni kiujumla ni kubwa. Lakini huwezi kutopambana na hizo pressure kwa sababu ndio umeshaingia katika timu kubwa. Kwa hizo pressure ni kama hiyo. Hizo pressure kwa upande wako unazitumia kwa namna gani? Kuna baadhi ya wachezaji ambao wakikutana pesa kama hizo wanapotea kabisa na wengine wanabaki kwenye fomu zao. Wewe unaitumia vipi pressure ambayo unaipata kutoka mshambani? Mimi naona haina part yote katika mpira. Hiyo pressure. Katika mpira wa kwangu mimi haina part yote kwa sababu pressure ni pressure. Kwa hata mtu aje aniambie sijui atukane Masalanga sija nipe pressure. Mimi naona kama hiyo kwa sababu lazima
upate pressure ili uweze kuwa bora. Sasa uweze kuwa bora kama utakuwa na pressure. Hata wachezaji waliokuwa wengi wanakuwa wana watu wengi, hata kwenye zile na mitandao ya kijamii wanapigwa pressure, lakini unaangalia jinsi ya kuisolve. Kwa mimi kwangu kuisolve, kwanza sisikizi, afu sijali, nafuata kilichomleta Yanga, basi nipambane nipate nafasi nicheze, kila mmoja aone. Last tournament kwa kimataifa ya Tanzania Taifa Stars, kwa namuona Masalanga kidogo badilishana zile foba, lakini safari hii amekosa hata follow up kuweza kupata nafasi ile. Je, transfer yako kutoka Black Stars kujiunga na Dar es Salaam Africans huenda ikawa ni sababu ya kutoitwa kwenye kikosi cha kimataifa Taifa Stars? Mimi nahisi wakati natoka kile kikosi kuna mwandishi alijiuliza hilo swali na mwalimu Gamondi alijibu. Yaani siwezi kumchukua Masalanga kwa wakati huu kwa sababu Masalanga hajacheza mechi. Na ni ukweli. Mimi toka nimeingia Yanga nimecheza mechi moja FA na Polisi hapo. Basi. Mimi mwalimu alivyoongea vile tu, hata mimi moyo wangu mwenyewe alhamdulillah. Na maana mwalimu alishajibu kila kitu. Kwa upande wa Masalanga anaangalia ndani kari yake ya soka. Yaani kila mchezaji waga ana mtu ambaye anamtazamia. Kwa sababu kabla ya kuingia kwenye career ya goalkeeper, sasa unajua lazima kulikuwa na mwangalia nani, na hivi sasa nani ambaye ni role model wako kama picha yako ya kuangalia, then inakupa nguvu ya kupambana zaidi. Kwanza wakati naingia kwenye mpira mimi nilikuwa beki, wakati nilikuwa na butua mimi nilikuwa butua sana, lakini nilikuwa napenda timu wachezaji wa zamani mabeki walikuwa wanacheza, lakini kuna watu au mtu aliyokuja kanibadilisha na wewe unapendeza mchezaji. Kwa nini niko kukutana kwa sababu ni mwalimu mmoja alikuwa anaitwa Mwalimu Kakolani, alikuwa atoki hapa Tanzania lakini bado yuko Tanzania, lakini sio Mtanzania. Yeye ndo alinibadilisha nafasi wakati huo nilikuwa nacheza mpira Dodoma kwenye level ya beki wa kati. Beki wa kati ulifika kwenye level gani hapo? Hapana, sikufika level yote, nilikuwa tu mimi nachukua mtaani vile bana, timu yetu ya mtaani njoo Masalanga beki wa kati. Kwa hivyo naeleka hivi mpaka naondoka pale Dodoma nilikuwa bado beki wa kati, lakini sasa mwalimu alinishauri baada ya kuondoka ndo nikaenda Dodoma. Sababu sicheze beki, cheza. Masalanga mchezaji gani ndani ya kambi ni mkorofi sana?